Yeah, what is going on here, guys? I'm back again with this wonderful and beautiful tutorial. Today's video, I'm gonna explain about how we can get a wonderful and good wave before mixing, uh, and how to export a good wave in order to get good preparation of mixing. Watu wengi wanafanya makosa wakati wanataka kuexport muziki wao. Wameandaa biti yao vizuri, lakini mwisho wa siku kama na plugin ambazo wanazitumia kuwa mzito, wanashindwa kufanya mixing iliyo bora. Kwa hiyo wakiwa wanatumia hizo nanilio plugin, kwa sababu plugin wakati mwingine ni mzito, so wanapata tabu sana. Wanaona waanza kwanza kuexport hizo plugin zitoke kwenye plugin ziwe wave, alafu kwa nini waanze kumix. Sasa mimi nataka kuonyesha jinsi gani unaweza kupata wave iliyo bora zaidi na kufanya muziki wako usiwe na shida. So wengi tunapenda kufanya hivi na kuja kuexport hapa wave, kisha unaandika jina lako kama hivi, alafu tunamalizana hapa tu. Lakini ukiachana na hapa, inabidi kwanza uje hapa audio setting. Hapa audio setting, hakikisha hii hapa, kama unatumia FL Ratio, hakikisha kama ipo huku chini, hakikisha angalau unairudisha kwenye mahali hapa 512. Yeah. Okay. Baada ya kuirudisha 512, utafunga kisha hakikisha unakuja hapa. Ukikuta inawekwa namba ndogo hapa, maana yake yako itakuwa ina export kwa high quality ndogo sana. Kwa hiyo kama kompyuta yako ina RAM kuanzia 8 GB, unaweza kuanzia kaweka hapa kwenye 32 au 24. 16 sio nzuri sana. Kwa mfano hapa hii inakopa kabisa low quality nini kwenye upande wa mixer. Kwa hiyo ukianzia 64 inakwambia high quality, lakini itakuwa slow wakati wa kufanya export. It will be slow when you are exporting. So to me that is not a big deal, so I will choose this number here, 6026 sample. So na kama kompyuta yako ina nguvu ndogo, unaweza check angalau UST 24 au 32. So kama kompyuta yako ni nzuri, unaweza kaongeza ukubwa wa quality ili voice zako ziwe safi kabisa. Na ukiweka hii ndogo kabisa, I say itakuwa kama vile mwimbaji ambaye anauma kikohozi kwa sauti zinakuwa, yani mwisho zinakuwa kama kuna mchicha fulani wa mwimbaji wa kwenye kikohozi. Okay, baada ya kumaliza hapo, ndipo sasa unakuja hapa kwenye hii mixer. Hakikisha vifaa vyako umevibalance vyote. Hata usivipani kwenda left na right, ili mradi vilie katika mpangilio mzuri. Ya visikike vizuri na kwa mtiririko ulio bora. Sawa. Baada ya kuvibalance hapa vifaa vyako, kitu kingine, kama unatumia drums yenye mfumo kama huu wa EZ drums, hakikisha loop hivi pitch itoke sehemu yake, na nilio njoo kwenye mixer, loop itoke kwenye sehemu yake, snare itoke kwenye sehemu yake, hi-hat pamoja na tones zote zitoke kwenye njia yake. Baada ya hapo, kama unavyoona hapa ngoja niwashe hapa inatoa kiki hapa, hi-hat hapa, snare, lakini drums zinazotumika ni moja hii. So wakati unafanya export kwa ajili ya kutafuta wave zilizo bora, kwa hiyo kiki inatoka kivyake, hi-hat zitatoka kivyake, na hizi toms na snare zinatoka kivyake, ili baadaye unapokuja kufanya mixing toms uzibalance vizuri pamoja na hi-hat zifanye vizuri kivyake. So unatoa drum kama drum inakuwa katika loop moja, inakuwa ikupi chumba kikubwa cha kufanya mixing iliyo bora. Kwa hiyo iwe unatumia drums ya mfumo kama huu au unatumia drums ya ile nini ya contact, zile za contact, pia kuna jinsi ya kurudi kupitia zile drums za contact.
So baada ya kumaliza hivyo, sasa hapo uko tayari kwenda utaziwasha hizi taa zote. Hakikisha taa zote umeziwasha, then utaenda hapa file, then export. Utachagua wave kwa sababu hatujafanya chochote kwenye hiyo mixer. Kwa hiyo tunatamani tutoe wave ili tuzimix vizuri. So nitakachokifanya nitafuta hili jina, kisha nitabonyeza alama ya nukta, then nitabonyeza save. Nukta imenigomea, so nitachokifanya nitaitoa hiyo nukta, nitaandika kifupi cha instrument hapa, nitaandika INST instrument. Okay, inatosha kuweka INST, alafu then nitabonyeza hivyo X. Baada ya hapo, baada tujamaliza hapa kwa asilimia kubwa, baada ya kuweka hii nukta kwenye wave, ina hapo mambo naweka 16. Sasa hii quality pia ni ndogo, japokuwa hapo tumeongeza, lakini pia hapa ni ndogo. Kwa hiyo natakiwa kuongeza kutokana na ukubwa wa nanilio kompyuta yako, lakini ninapendekeza sana uweke kuanzia 24, 32 na 64. Napenda kutumia 64 na inanipaga wave ndio bora sana, japokuwa zinachukua MB nyingi sana. Ya kutokana na quality na sample na export zinakuwa na MB nyingi, lakini pia usisahau hapa wanakupa 60 bit. Sasa hii ni ndogo sana, kwa hiyo inatakiwa kuweka kuanzia 24 bit. Hiyo ndio itakuwa nzuri zaidi. Baada ya hapo, hakikisha hapa naacha hiyo stereo, lakini pia kwa sababu tunataka kila kitu kitoke kivyake, utabonyeza ile neno split mixer track. Kwa hiyo kila kitu kilichopo ndani ya hiyo mixer, kila instrument iliyopita kwenye vyumba vya hizi mixer hizi, na inatoa wave yake kivyake. Kwa hiyo organ itakuja kivyake, hizo base itakuwa kivyake, na vingine vingi ambavyo viko kwenye naniliu yako. Lakini wakati una export, kumbuka kuwa mvumilivu, ili kuisubiria. So lakini kitu kingine cha msingi sana ambacho nilisahau kushare na wewe, hakikisha nitakansel kwanza ili nikuonyeshe. Hakikisha una select instrument yako hapa, una select kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa instrument, kuepuka export bila kuselect. Unaweza ukajikuta kuna kitu kingi wenda uligusa bahati mbaya hapo mbele vi instrument, kwa hiyo unajikuta wave inakuwa ndefu hapa katikati haipigi chochote, kumbe kwa sababu ya vifaa ambavyo ulivigusa. Kwa mfano let's say hapa mimi nikigusa hapa, kwa mfano hivi hapa, unaweza vikajikuta vinarefusha wave yangu kama sija select huko, lakini nikishia viondoa hivi havina shida. Sasa kumbuka kuselect mwanzo wa track yako mpaka mwisho wa track yako ili kuepuka matatizo kama hayo. Lakini bonyeza file, then go to export. Kama kawaida nitabonyeza ile, then nitaandika ile neno instrument kwa kifupi, then nitabonyeza save, then nitakubali kila kitu kama kilivyo, nitaset hivyo, then nitaanza ku export. Kwa hiyo nitakuwa mvumilivu na nitaipause video ili kupisha video na nilio ku export kuisha, nitarudi baadaye. Kila kitu kiko sawa, everything is okay, all my instruments are here. So hapa kitu unachotakiwa kufanya, una hizi folder mbili zinakuweka hizi. Hii moja inaitwa master, install master. Hii inakuja ikiwa imekusanya bit mzima. Sasa hatutochukua, tutaachana nayo. Lakini kuna nyingine moja inakuja. Okay. Wewe mwenyewe unaisikia hata hiyo wave ya master peke yake imekaa poa sana. So tutachokifanya hapa, tutasave hii project hapa. Tutashika control save, then open project mpya. Open project mpya. Baada ya kufungua project mpya, tutazichukua hizo zote hapa.
nitaacha hiyo current pamoja na master. Nitaiacha kisha. Okay, baada ya kuziselect zote nitakuja kuzitupia hapa. Okay, hizo hapo zimeshakaa tayari hapo. Hizo stems zetu kija hapa, hiyo inatokea huko. Bwana, hizi hapa ziko tayari. So hapa unachotakiwa kukifanya kitu kingine ni kuzidi ku double click hapa, kisha tukizipeleka kwenye moja kwa moja kwenye switcher. Taenda kwenye. So hapo sasa utatuliza akili yako, kisha utaanza kufanya mixing. Nashukuru kwa kutazama video hii na hope umejifunza kitu, lakini kwa sababu hii akaunti yangu siwezi kuposti video ndefu kutokana na Tanzania hapa, kuwasilisha akaunti inakuwa ngumu sana kwa sababu ya sijui ni kwa nini nashindwa. Nilikuwa nikijaribu kuingiza namba kufanya verification na goma. Kwa hiyo sasa nina upload video zenye ukubwa wa nini, ukubwa wa dakika 15. So kwa leo acha niishie hapo, kisha nitakuja baadaye kwa ajili ya kueleza jinsi gani tunaweza tukafanya mixing, na kama kuna kitu kimekwaya pia unaweza ukaongezea instrument kupitia beat zako. Amen. Asante. See you